hivyo neno la Bwana linasema, neno la Bwana litahubiriwa kila mahali, kanisani, popote mtaenda, neno la Bwana litahubiriwa. Kila mmoja wetu atakuja kusimama hukumu pale mbele ya hukumu, atakuja kuelezea masaa yake, ulikuwa unafanya nini, ulikuwa kanisani, ulikuwa unafanya nini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila mmoja wetu atakuja kusimama mbele ya Bwana. Waganga, matajiri wote, siku ile itakuwa ni siku ya kilio. Siku ile watu watakuja kusema, mbona hawakusikia neno hili? Watu watalidharau, watu watasema maneno, lakini usisali vile wanaweza kusema. Cha muhimu tu tuwe na Yesu. Bwana asifiwe. Biblia inasema wakati umempata Yesu, wakati ulimkiri Yesu, wewe mwenyewe uliingia katika Shetani anaweza kuwinda njia yote ile. Bwana asifiwe. Shetani akipata mtu wa familia, wewe ndio umeokoka, ama mume wako hajaokoka, ama mama ameokoka, mtoto wako hajaokoka, pale Shetani anaweza kupitia hata kwa mume wako, kwa ule mwenye achapo wako yote, asumbue mji, akusumbue. Kwa sababu tunaingia majaribuni, maombi hatuna. Haleluya. Kuanzia sasa tuwe na maombi ya bidii katika jina la Yesu Kristo. Pasipo maombi hatutaweza. Mahali kwa Kenya sasa, mahali naelekea babaya kabisa. Maombi tu. Mtu na Mungu anasikia mimi si mimi. Hizi ni nyakati za hatari. Hata Yesu akaambia wanafunzi wake, amini nawaambieni, siku za mwisho watu wasipotubu na kukiri wataona. Wale vile watu wanateseka, kifo, magonjwa. Wengine watu, kuna mtu kabisa watu hawataki Bwana. Sasa kuna mtu anatafuta pesa kuliko Mungu. Mungu amekupa siku moja tu ya kumwabudu, lakini mtu atakuchukua uwanja wa kumwomba shida. Wale wako wamechoka mno. Haikwamanyireke kebata ya asili ya Yesu Kristo. Haikwamanyireke mokora ndili mwangu wapo kugaa wao. Wewe vumilia kebata na mokora asili ya Yesu Kristo. Haleluya. Hizi ni siku za hatari. Ni siku zenye zimewaka. Watu wataki ukweli. Kama umempata Yesu tu hivi, watu wameanza kukupiga maneno, wameanza kukufuatilia. Mume wako anabadilika ghafla. Huko unajua tangu mwanzo alikuwa hivyo, lakini anaanza kubadilika. Kukuweka wewe majaribu, kukuweka wewe majaribu. Wewe mwenye umeokoka anaweza tumia yule mtu wa nyumbani kukuweka majaribu ili usiombe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni bahati sana upate familia yote wameokoka. Ama ni bahati sana upate watu wote wameokoka hiyo familia. Hiyo ni neema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa chekeni, tayari Yesu anarudi. Yesu wakati alikuwa anasafiri barabarani, alipatana mtu mmoja, alikuwa ni tajiri. Yule mtu akauliza Yesu, "Mtafanyaje niingie ufalme wa mbinguni?" Yesu akamwambia, "Hata ufalme wa mbinguni uko na wewe. Mahali huko ufalme wa Bwana uko na wewe." Yule mtu hakuamini, maana akasema mimi ni mtajiri, niko na pesa. Yesu akamwambia, "Ni shida sana hata mfalme kuingia ufalme wa mbinguni." Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kama mtu mmoja kutusubiri tuone sana, wale ndio kwa sana wote. Usina kono onde wewe utatu otarangenya sasa eno mkikere lituko wala wenda soko tuone sana. Tusikuje kanisani tu kuonyesha sapato tu, lakini pia pale nje tuonekane ni watu wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasema wako kanisani wanaimba kama wanamtolea saka na sadaka, lakini matendo yao Bwana amewakataa kabisa katika jina la Yesu. Wako kanisani wanatoa sadaka kubwa, wanatoa ng'ombe, wanatoa kitu cha kupendeza, lakini Biblia inatuambia kwamba Bwana amekataa nyimbo zao, Bwana amekataa mkoma kwao, Bwana amekataa hata kusali kwao. Wewe ukisoma ile Isaya 1:14, Biblia inasema wanadamu tumefanya dhambi mpaka tumemchokeza Bwana. Biblia inasema Mungu ameficha macho yake hata waona tena. Haleluya. Bwana ameficha macho yake kwa wanadamu. Kwa sababu ni kwa nini? Sisi wanadamu tumemkasirisha Bwana. Kenya imemkasirisha Bwana. Viongozi tumemkasirisha Bwana. Matajiri tumemkasirisha Bwana. Wachungaji tumemkasirisha Bwana. Mungu ameanza kukuona sasa. Ni nyakati wa mke mama. Ni nyakati ufuate njia inayompendeza Bwana. Maana siku ile itakuwa ni siku ya kilio.
Haleluya. Usione mwingine akianguka mteke, Bwana hati huyo ameanguka, kalikuwa kanaimba kameanguka. Huyo mtu mwombee. Kama ni mtoto wako mlevi mwombee. Kama ni mume wako ameenda kuomba, sidi kuomba. Hata Ana na Penina, Ana alienda kwa magoti, alimtekea siku mingi, lakini yeye ndiye alienda kasaa mtoto anaitwa Samueli, na hata akahubiri Injili. Mungu anaweza kupa mtoto mmoja, lakini atasimama mataifa yote. Haleluya. Watakucheka, watakusema, cha muhimu tuwe na Yesu katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Pia Yesu makofi mazuri sana. Wacha Mungu atembee katika mioyo yetu. Ule moyo ulikuja mahali hapo ulikuwa umeumia, wacha ile neno la Bwana likutengeneze leo. Yoyote umeacha mgonjwa kwa nyumba, iwe baba iwe kijana, ninatuma uponyaji kuanzia sasa katika jina la Yesu. Yoyote uliacha na kusumbua, yoyote unaona si njia mzuri, wewe ulikuja kwa imani mahali hapa, naona mpepe ndani yake, pale ukifika pale upata amepona katika jina la Yesu. Amini tu, ukisema imani kwa imani itakuwa. Haleluya. Leo litakuwa somo la Bwana litakuwa siku za mwisho kuja kwake mwana wa wanadamu. Haleluya. Siku za mwisho Mungu pia aliambia wanafunzi wake kuja kwake Mungu Yesu pia anakuja siku za tula. Pia ametuambia katika Biblia na ametuambia kwamba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Kuja kwake mwana wa wanadamu. Topic itakuwa Kifas Mathayo mtakatifu 24 verse 25. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mahali nataka kusikilie, kuna mahali nitasema mtu alisomee. Wacha nisome kutoka hapo mara ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaambia watu wake, jiandaeni sasa, Yesu anarudi. Watu hata wanafunzi wake wakati Yesu aliwaambia mimi ndio mfalme, hawakumwamini. Haleluya. Walimteka. Watu watakucheka, utawaambia nimeokoka, utawaambia mimi nimeenda kanisa yangu, watakusema wewe umekaa wasiu. Utawaambia uko na Yesu, watakuona mjinga tu. Lakini tuna Yesu wa Danieli, tuna Bwana aliyetupigania, tuna Bwana aliyofanya akatoka sabato hii. Huyo ndio Bwana tulikuja kuita mahali hapa. Haleluya. Ninasema kwa jina la Yesu, vile uliingia mahali hapa usitoke kule kwa jina la Bwana. Iwe ni biashara walifunga, Mungu amani afungue katika jina la Yesu. Haleluya. Hiyo Mathayo mtakatifu 24:25. Ninasema tazama nimekwisha kuonya. Haleluya. Naomba mtu anisomee hapo. Mathayo mtakatifu 24:25. Nisomee kwa Kisii. Wakiwaambia wakiwaambia msiende kusadiki na wao. Wakiwaambia nje yote ile, wakiwaambia Yesu yuko pale, msiende kusadiki na wao. Haleluya. Endelea kwa chini. Endelea tu. Biblia inasema ya kwamba pia umeme unyosa mashariki hata magharibi. Hivyo ndivyo wana wanadamu watakapokuja hata mawinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu ametuambia leo, Yesu ametuambia leo. Sasa msifikie ati ni siku nyingine. Tuko siku za mwisho kabisa. Angalia vile watu wanaendelea wanakaa. Sisi ni siku tu, wewe mwenyewe umempata Yesu, kimbilia Bwana. Kila mtu ataenda njia yake. Yesu akaambia wanafunzi wake, amini nawaambieni, yeyote akiwaambia Yesu yuko jangwani ama Yesu yuko hapa, msiende kusadiki, maana vile manabii watatokea hata dunia watawadanganya. Bwana Yesu asifiwe. Msiende kusadiki na wao, msiende kukunywa na wao, kufurahia na wao. Mungu ametuonya. Tumeona tukipotea tunasema hatukuambiwa. Tumeona kuna mtu atakwambia wewe toka hiyo kanisa bwana. Hapa kuna kitu kiko hapo, enda ile kanisa. Kwenda Matiego huko, enda Nyakwe. Kuna mtu anaweza kuambia hivyo. Hapa hakuna nguvu.
hapo hakuna Mungu kweli. Mahali pale wanadharau, hapo ndio kuna Mungu yupo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kwa chini. Hasemi nasoma sawa jile na jiso vijiji. Haleluya. Mahali watu wamechaa, mahali watu wanapenda uongo, hapo ndipo watu wanapenda. Mimi nasema wanapenda mambo kama hayo. Hata topic ilikuwa asubuhi ya leo ilikuwa inatuambia wanapenda hapo. Mahali neno la Bwana linahubiriwa na kweli kama hiyo watu hawataki. Wanataka mahali wako uongo tu, uongo. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kwa chini. Jua la mbinguni itakeuka liwe la giza. Haleluya. Endelea kwa chini. Huyu ni Mungu. Yesu anasema, anaambia wanafunzi wake, anawaambia amini nawaambieni, siku za mwisho hata nyota za mbinguni zitaanguka duniani. Haleluya. Endelea kwa chini. Hata nguvu za mbinguni zitata, dunia itatetemeka, watu watapiga nduru, wanaume watalia, wachungaji watalia, waganga watalia wakisema, mbona tukulitine neno hili tu lidogo. Leo la Bwana linakuja, mtu anasema ni kawaida. Tumesema siku za mwisho nini? Kila siku tunahubiri siku za mwisho. Siku za mwisho siku na wewe. Matendo yako tu hivi you mess. You die. Kama ukikufa ndani ya dhambi, big trouble, kwa shida kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kwa chini. Hiyo ni ishara itakayoonekana mbele ya wanadamu. Haleluya. Hiyo ndio ishara Mungu Yesu aliwaambia. Hiyo ndio ishara nitakayokuta katika mawinguni. Endelea kwa chini. Haleluya. Piga Yesu makofi mazuri. Mungu ametuambia katika Biblia, hapo ndipo dunia yote itaomboleza. Wanadamu wataomboleza. Unanisikia huko nje, yumo ndani sana. Biblia imetuambia, Yesu ametuambia mwenyewe, hapo siku zile ndio mtaona watu vile watalia. Endelea. Na hapo ndipo watamuona mwana wa wanadamu akita katika mawinguni. Haleluya. Hapo ndipo mtamuona mwana wa wanadamu akita mawinguni, akikuta na utukufu, akikuta na malaika wake, akizunguka kila kona, akikusanya wateule waliomwamini leo katika jina la Yesu. Haleluya. Endelea. Amen. Haleluya. Bwana amesema, Bwana Yesu akamwambia wanafunzi wake, na mimi mtaniona ishara kubwa juu. Mtaona nikituma malaika kila kona wakikusanya wateule. Mteule ni wewe ulimwamini Yesu. Haleluya. Mungu atatuma wateule wakusanye wateule. Mteule ni wewe ulimwamini. Wewe kuja kila siku. Wewe omba kila siku. Ipo matunda mama. Ale machozi unalia mahali hapo, usifikirie Mungu hata yajibu. Usifikirie tangu uliokoka kuomba maombi mpaka sasa ufikirie Mungu ajibu maombi. Maombi Mungu anachukua yote. Kila mtu ana atifi na wakati yake itafika. Haleluya. Kila mtu ako na nyakati yake. Usichoke kuomba. Wewe omba na kukesa. Maana Biblia inasema Mungu anachukua maombi, kila maombi ya wanadamu. Kwa wale wanaomba kweli. Sasa maombi yote mmekuwa mkilia mahali hapa, mkinyosa, mkilia umeweli, mkilia chochote kile, siku moja Mungu atafungua njia. Haleluya. Luka usome 33. Hiyo bado Mathayo 33. Mkiona haya yote yameonekana, mjue ya kwamba mwisho wa dunia umekaribia. Haleluya. Mmekwisha kuona. Wale wenu mlio na macho sasa, mlio na masikio,
Ikia bali kusaidie mama ulio mahali hapa katika jina la Yesu. Maana Yesu ametuambia mchana maneno kama hayo, wanadamu wanakuwa wabaya, wanakuwa wasingiziaji. Unataka na mahusaiko, jua nyakati za mwisho zimeanza kukaribia. Wenda sisi tutakufa sote, au watoto watakaa wakubwa tena wakufe, wale watasana tena hivyo hivyo. Hatujui, ajuaye ni Mungu. Biblia inasema hata mbinguni malaika hawajui. Songa kidogo. Hakika nimewaambia, Yesu mpaka hapa. Hakika nawaambieni mimi Yesu. Iki kisasi akitapita kama eke sababu nitole nyewe chiweta kenye te weta pinya sata yana au ameapa, lakini hatujui ni siku gani. Unaelewa? Wikaya hadi saa Bwana siweze kutimia katika jina la Yesu. Endelea. Ya dunia yatapita, lakini mimi maneno yangu yatapita kamwe. Endelea. Haleluya. Siku ile hata malaika hawatatambua na hata mwana wa Mungu Yesu hatatambua, bali ni Baba aliye mbinguni atatambua siku kuja kwake. Jiandaeni sasa. Tusifikirie ni siku nyingine. Ni siku sasa zimeanza. Wewe mwenyewe vile unabii, vile unaleta kanisani, vile unafanya bidii ya maombi. Nasikia sasa kama wiki kumbe wiki ya kongile mpi. Wale mlikuwa mnaomba maombi. Anga ilikuwa imekamatwa. Tafadhali shetani amenyoka. Na temua kitu anawinda, especially kama mimi. Watu wafurahi vile na watu wafurahi vile naendelea kwenda mbele. Wale sio sifiwe. Temo vita inaendelea kuchacha. Temo shetani anaendelea kuwaza vita juu yetu. Na hata Biblia ilikuwa siku ya leo ilikuwa inasema tuweke bidii katika maombi. Vile Mungu anapandalia na shetani pia anapandalia hiyo mbegu yake. Sasa naye anatoa, Mungu anapanda, shetani anatoa. Sasa Mungu ameshinda kumpiga, vile anamwacha, maana ni kasi yake amempa muda. Biblia inasema kila mmoja wetu ako na muda wa kutubu na kusema Mungu amsamehe. Bwana Yesu asifiwe. Hata nisome mara ya mwisho nimalizie. Soma waraka wa Petro 3:8. Tamalizia hapo kwa jina la Yesu. Waraka wa Petro 3:8. Wapi? Soma wa kwanza. Soma wa kwanza. Wa kwanza 3:8. Neno la kwangu, neno la mwisho ni hili. Endelea kwa chini. Tuanza ne. Waraka wa kwanza wa Petro. Wapi? Soma wa pili. Condition. Wa pili 3:8. Waraka wa pili wa Petro. Siku moja kwa Bwana ni siku elfu. Sasa machi ni vile tumeabudu siku ya leo. Mungu yeye ameomba siku moja aombe ile mwana matukio elfu. Siku moja tu vile imepita leo. Uniambie si Mungu anapoteza masaa? Sisi tusipoteze masaa. Kitu kidogo kitifanye sisi wenyewe tuanguke. Haleluya. Tusipoteze masaa ya kuomba Bwana.
tusipoteze masaa ya kuja kanisani. Biblia imetuambia kwamba kitabu cha Petro, hata siku moja tu kwa Bwana ni siku moja elfu. Kwa hivyo if you lose one day tulikosa masaa before the end of the day, kwa Mungu ni shida. Maana Mungu amehesabu siku moja tu vile tunamaliza itakuwa 1000. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sasa tengeneza njia zako. Tengeneza njia zako. Yesu anarudi mama. Tusifikirie mambo mengi. Tengeneza njia yako sasa. Tengeneza njia yako. Tengeneza njia yako sasa. Yesu anarudi. Yesu akirudi atakupata wapi? Siku ile kila kote litapiga. Siku ile watu watasema mbona hawakusikia neno hili? Siku ile watu watakuta kusema mbona hawakulisikia? Sasa tengeneza njia yako. Sasa tengeneza njia yako mama. Biblia inatuambia kwamba hata siku moja tu kwa Bwana na hesabu elfu. Biblia inasema maneno ya Bwana itapita, ya wanadamu yatapita, lakini ya kwangu mimi hayatapita. Kwa hivyo Mungu yuwai. Kwa wale wanamwabudu kwa roho, wewe mtumaini kila siku, usichoke. Kuwa na bidii, omba kila siku. Na hata mimi siku moja nakumbuka mimi mwenyewe nilikuwa na bidii sana. Hata mimi kuna wakati sikuwa nachoma hata kusoma hata Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja kuna kanisa lilianzia, kanisa sehemu fulani pale. Mimi nilikuwa natoka shule. Nakimbia hiyo kanisa naenda pale naomba. Lakini wakati nilianza kuomba zaidi, nikaanza kwenda pale mbele naomba, yule mchungaji alikuwa pale kanisani alianza vita. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuja anasema vijana wanaomba hapa mbele, hatutaki, nataka muombe kwenye pale nyumba. Lakini wakati ile Mungu alikuwa anaonyesha maono. Alikuwa anaonyesha maono akiniambia hii kanisa siku, lakini mimi utatikanta maete, maana kaona hata ni kawaida. Naona maono mchungaji ni mbaya na kiroho. Na kile mtu alikuwa ananiambia toka hapo kanisa siku anasikia. Haleluya. So, huyu mchungaji mwenyewe akaanza kutoa character zake. Bad character. Kuna somo hilo. Akaanza anafanya vituko katika kanisa. Anaanza kufanya vitu hakuna kama. Haleluya. Sasa watu wakakuja kukuda huyu jamaa. Unapata nenda Nairobi anakuja akisema yeye amekuja akiwa na namba 1. Yaani Kenya namba 1. Ameojini chinguru. Kumbuka kama sambo ile mbona anaweka enda asiyete ikate iko chini kale chinguru. Sasa kumaliza alienda kununua. Lakini wanadamu sisi hatukuwa tunaelewa. Ndio maana Mungu anasema ya kwamba wako wana macho lakini hawataona. Wengi watu walikuwa tunaopata mama wa kwao watakuwa wako hapa lakini hawapo wanajua. Lakini sasa wengine wao wametambua na wametoroka. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo mimi sikuwa najua hata kufunga Biblia, nilikuwa najua ni kuomba tu. Na hata maombi sikuwa najua kuweka vizuri. Nilikuwa kuomba na kuimba. Jamani hiyo ni mwaka ilikuwa sijui ilikuwa tangu nimaliza class 8. Hapo ndipo nilianza kuoka. Hapo nikaingia form 1. Hapo hivyo ndio nilianza mimi mwenyewe kuingia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hapo form 1 term 2, hapo ndipo sasa mimi nilianza kuingia kimali, nikaanza kupitia Biblia. Nikatoka hiyo kanisa nikakuja kanisa fulani mahali hapo, tena nikapata ni wachungaji matapeli. Tena nikatoka hapo. Tena nikaamua kusema hapana, Mungu nionyeshe njia nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati nilianza mimi mwenyewe nikaanza kutembea. Nikasikia moyo unanisukuma, nikasikia moyo unanisukuma naanza kuniambia anza kutembea ukihubiri injili kila mji. Njoo tena katika utaalamu kwa mji. Nilikuwa na moyo jasiri. Si hata kwanza hata sasa naendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na kaimokile uroche kumoka asubuhi sitakula hata kitu. Naomba, ninaoga, napata niko na 100. Moyo unanisukuma niende mpaka Keroka, mwende mpaka Keroka hivi. Na ngani ungiwete ndani kanoro. Hata nikijaribu nifikirie kwa hapa niende siende, lakini mahali niliamuka moyo unaniambia Keroka. Mimi ninaamka naoga, hata unapata sitakula kitu, naeka nguo naeka hivyo tu. Unajua kutoka hapa natembea nafika town nali nemi mpaka Keroka. Sijui kama nitarudi, nawaambia kitu nawaambia kile mimi nimetoka hapo nyuma niko nafanya. Bwana Yesu asifiwe. Keroka.
gari kantigelese chio. Hapo tu imepiga kama hii. Niko njaa, sijui nitaanzia kuhubiri wapi, lakini moyo unaniambia nasikia nihubiri mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini nakwambia hii kitu? Usichoke. Mungu amekuandalia kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ningaika kule gari njale na agitendo sete. Ona sikate na kibano kalichama. Nikaona ndio chile, nikaona watu wako hapa, watu ni wengi. Sasa nikasema nitaanza. Mimi nikaamuka, nikatembea kwenda juu. Nikapita nikaikasi asinana hapo ka njelie kwenda Masimba, yeye kwenda Utinamira. Keroge yeye kwenda Masimba Utimande, yeye kwenda Uchironga, whatever. Mimi nikapanda kwenda juu. Mbona mmoja wako kaelekeza? Nikafika pale nikaangalia upande wa chini, nikaona mama fulani anafua nguo. Mimi nikateremka pole nikafika pale. Naamini kabisa, na mimi ninajua niko na Mungu. Nikafika pale nikamwambia mama bali. Mimi natoka maeneo ya Buksero, natoka na hivi nikajitambulisha, nikamwambia unaweza nipa nafasi mbili. Akaniambia sawa. Nikamhubiria Injili, nikamaliza. Mimi nikatoka. Mimi hata kila kuna kitu nitumia hapo nipata maji, mimi nikatoka tena. Tena nikapanda hivyo nikaenda tena, Mungu akaniambia nikaenda nikapata mama fulani wanauza vitu fulani hivi vitu vingekuwa. Nikasimama pale. Wewe unaniambia ubiri tu hapa, nikaanza kuhubiria wale, nikamwambia mama habari sema. Bwana Yesu asifiwe, akasema amen. Sema mchungaji karibu, wakanikaribisha. Nikahubiri hapo, wakati nilihubiri wakaniambia mchungaji, mama fulani akainua mkono akasema mchungaji, mahali vile umesema mahali hapa kuna watu walikuja wakaiba hapa. Sasa hapa kuna kasoro ya wizi. Hivi mbona ndio nikamwambia nipaseni kama Mungu amenituma mahali hapa. Tukaomba nikamaliza. Kidogo cha mafurani akatoka mlevi. Akaanza kunitisia. Hapo mimi ni mhubiri akamukiri anataka kung'aka live. Anataka kunipiga mawe. Pole tu simjui, mimi simtambui, na hata watu wa baba wanitambui. Mimi kitu natembeza ni neno la Bwana. Haleluya. Kenya mimi nilikuwa naona kisindania ni Yesu. Sikuwa na mwingine wa kutetea, mimi nilikuwa naona kisindania ni Yesu. Wakati nilihubiri utamaa wakamwambia mambo ngelewa kama tele. Tivana unomo radi uko radi motivana mtu akawa anatenya saa. Mondo useri kumsasa kitela Yesu. Hiyo mtu akaenda tu. Sababu akaenda. Kidogo ule mama, mimi nilikuwa njaa, ule mama akasema mchungaji, mimi nimekununulia soda. Haleluya. Nikapata wakanipea soda, wakanipea mkate, baadaye hata wakanipa tarasa, wakanipa kitu kidogo. Wakanipa kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tena nikasonga chini, nikasonga. Wakati kuna mahali nikakuja nikasimama, mama walikuwa wanauza nguo. Wakati nisimama pale within seconds, hakukuwa kunauzwa nguo. Watu wakaanza kuona makasa wanakuja mbio. Watu wakasema huyu kijana amekuja huyu ndiye amefanya njia zetu zimefunguliwa. Haleluya. Hadi mimi nilikuwa nimeona nimefika mwisho, lakini Bwana alinikumbuka. Wacha Mungu na wewe pia kukumbuka katika jina la Yesu. Usione umefika mwisho, usione umejaribiwa, uone umefika mwisho. Vumilia. Mungu kuna kitu amekuandalia. Usione maombi yako yanaenda bure. Maana usione yale machozi unalia yanaenda bure. Mungu kuna kitu ameandaa juu yako. Haleluya. Baadaye nikakuja nikafanya tena nikaingia Chiro. Kuomba pale asanale jirani ya Keroka kama watu wamejua. Nikaingia pale ndani. Nikaanza kuhubiri, nikakuwa na sauti sasa. Nikarusa neno la Bwana. Watu wakaniambia mchungaji karibu, watu wakanipa nyanya, watu wakanipa mboga, watu wakaamboi, akaambia kile tunaenda kijana aende ubiri Injili na uende mbali. Nikasema Mungu ajenoliwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatenda. Mungu anatenda ukimwita kwa roho. Mungu anaweza fungua, amini tu. Jina kaito zindani. Mimi nilikuwa mtu wa Kurakaya. Tulikuwa wanajua mimi ni msanii. Watu wa kiti walikuwa wanaita dancer. Walikuwa wanajua mimi ni mlevi. Na hata shule sikuwa najua kama naweza kanisa. Walisanga ule ni kijana alikuwa anaenda matanga. Yule ni yule kijana alikuwa anapiga madisco. Yule ni yule kijana tulikuwa tunajua ama tunaona eliki mwingine. Watu madui zako watakuona lakini hawatakuona wewe. Watakuona mwingine. Haleluya. Bila walidani watakuona mtu tofauti. Taluka. Watakuona tofauti. Kwetu hata sasa wanasema hawa vijana wamebadilika njia gani hii? Na wanashangaa. Siku moja nikatoka nikaenda mpaka Liana, nikatoka nyumbani.
mpaka sune kuko mpaka huko uende kila nao, na hapo ndio nilikuwa naenda kuhubiri. Sina kitu, sina chakula, sina hata teni popo. Nikaenda mpaka pale kila nao. Wakati nilifika pale nikaanza kuhubiri Injili. Mimi sibajui nilikuwa narusika na ni wapi ni hapa. Nikaanza kuhubiri. Sasa na mimi hata leo nilikuwa na kuchikirina, lakini nilikirina au chikoroga. Ngoja mimi sipa alama toke, magomba nini vitu kama hizo. Wanapenda kuuza pale vitu kama hizo, avocado nini. Mimi wakati nilifika pale nikaanza kuhubiri Injili. Wakasema, "Ai, angalia mtoto anahubiri Injili. Huyu mtoto anahubiri Bwana. Si mchezo." Mimi nikahubiri, ndo sete, nikarandi. Wale watu wakati nilimaliza nikawaombea, kila mtu akaanza kunibariki by one. Bwana Yesu asifiwe. Tena nikatoka side nyingine nikaenda hapo. Niwaambia hadi kwa nini Mungu pia anajibu. Usichoke. Haleluya. Nikatoka sehemu fulani tena, kuna watu hawakuwa wanauza tangu asubuhi. Wakaniambia mtumishi, vile umekanyaga mahali hapa, sisi tangu asubuhi tutauza kitu. Kuhubiri tu Injili nikagusa kiasi. Wacha nikuambie, magari zilikuja zikasema mahali hapo. Mbio ikaanza kwenda. Ama popo akaanza kwenda. Ama toka akaanza kwenda. Mpaka wakanisahau mimi nilikuwa nahubiri, wakaanza kuhimiza kile vitu wanauza. Baadaye kile wako wote huko ni mtu yote. Nitende ndio Mungu anite. Wamalize mimi ni kwenda na kumaliza. Ndio iseteka hapo. Mpaka hata watu msomeke ni Mungu amekutuma mahali hapa. Haleluya. Nikana kwamba ni Mungu amekutuma mahali hapa. Maana tangu tuliingia mahali hapa hatukuwa tumeweza. Lakini tangu uliingia mahali hapa tumeona Mungu aliye mbinguni. Haleluya. Wacha huyo Mungu aonekane kwako leo katika jina la Yesu. Wakasema sisi hatutakuwa, lakini vile umesimama mahali hapa sisi within seconds tumeuza. Wakaona wate nenda, wakaniambia chukua, wakaniwekea mandisi nini mapo. Wengine wakanibariki, wakaniambia nikapata transport nikarudi nyumbani kwa jina la Yesu. Haleluya. Piga Yesu makofi mazuri. Huyu Mungu anatenda. Ukimuita kwa imani, ukimuita kwa upendo, Mungu anatenda. Haleluya. Sasa wale mlikuwa mnaomba mioyoni, wacha Mungu leo awaponye. Tunapoenda kusema kwamba amini Mungu afungue njia zako. Ule mtu uliacha kwa nyuma analia, muombe. Yule mtu ulitoka kwa jirani ulikuwa unateseka, ambia Mungu leo akutungie. Anza kutengeneza njia zako. Haleluya. Fungua moyo. Wacha kutundoa michingoro. Fungua moyo. Hata tukiwa watatu, hapo ni Mungu yupo. Hautalisi wingi wa watu. Hautalisi vile watasema, bali tuko na Yesu. Haleluya. Sasa mimi Mungu anaweza kuchukua shukrani. Huyo baba aliyetusimamisha ndiye atatupigania mama. Wewe nyasao tueta huyo. Oto ile neema togo sabana na alito kutukona. Cha muhimu tu na uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yetu miwili. Haleluya. Simama tuimbe. Ambia Mungu jambo. Ambia Mungu kitu. Baba, asante kwa ajili umetenda. Hakika jina lako linatosha. Tana wengine tena wakuabudiwa Baba. Asante Yesu. Asante Yesu. Baba. Yesu.